neno la Mungu katika kitabu cha Danieli mlango wa 6. Nitasoma kuanzia mstari wa 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Nimechagua that one verse kuhusu huyu Danieli. Very quickly, just to introduce, acha niseme Danieli is among the 4 major prophets. These prophets ni Isaiah, Jeremiah, huyu Danieli, alafu kuna Ezekieli. The 4 prophets walifanya kazi in the foreign country. Hawakukuwa kwao, walikuwa katika Babylon ambaye ni foreign, na katika wakiwa mateka, walikuwa wametekwa kutoka Jerusalem kwenda kuwa watumishi kule Babylon. Na kumbuka, Babylon it was the first country among the Gentiles kutumika by mkono ya Mungu ili to correct wana wa Israeli kutoka kwa makosa. So Mungu alitumia hawa kuwatesa angalau warepent, wamrudie Mungu. Sasa huyu Danieli anapatikana kule Babylon wakati wa wafalme kule kama Belshazzar pamoja na babu yake ambaye alikuwa anaitwa Nebukadnezar. We remember the story of Nebukadnezar na ndoto yake na jinsi Daniel ali-interpret. Na tena Belshazzar akiwa tena amechukua ufalme kutoka kwa babu yake, akaota tena ndoto ambaye ilishinda wale wakuu wa sheria kuinterpret. Lakini mwishowe wakamwambia kuna mtu mahali ambaye alitabiri ndoto ya babu yako, na sasa amekuwa mzee. Can we find out kama naweza? Na Daniel tena akaitwa, na alipoitwa akatafsiri tena ndoto hiyo. Na kwa sababu Daniel alikuwa amekufuru, huyu mfalme alikuwa amechonga sanamu ya picha yake ili kila mtu amwabudu. Sanamu hii walikuwa wanaabudu, na ilikuwa ni sheria ndani ya Babylon ya kwamba lazima ukifika katika that image lazima upige magoti uabudu ndio upite. So Daniel alikuwa anaonekana yeye anapiga magoti elsewhere mara 3 kwa siku. Wanaona anapiga magoti anaomba. So akaripoti. Ndipo umesikia hapa nikisoma kwamba mawaziri hawa walitafuta chochote makosa katika Daniel. Daniel alikuwa anaenda anapiga magoti wakamshtaki, na sheria yao ilikuwa ikisema kwamba kama haujaabudu ile sanamu basi makosa yako ni kutupwa katika tundu ya simba. So wakati mfalme huyu alifikiria, kaona huyu alitafsiri ndoto yangu, na sasa tena amepatikana na makosa haya, alijaribu kuita wakuu wa sheria ili abadilishe sheria, ile sheria ibadilishwe ili aokoe Daniel. Lakini wakuu wa sheria wakakataa, kumwambia you cannot change sheria kwa ajili ya mtu mmoja tu. You cannot. He must face the law. So therefore huyu Belshazzar akiwa siko upande alikubali na kaenda kushuhudia, maana siku ya kutupa mhalifu katika Lion's Den lazima mfalme akue pale ashuhudie to make sure it's happening. So alienda na kashuhudia, na huyu mzee Danieli pamoja na upako wa Mungu na ni nabii wakamtupa. And imagine walikuwa wanapanga kama mtu atatupwa kesho, mkosaji atatupwa kesho, simba wanaachwa njaa for 1 or 2 days, njaa, ili atakapotupwa kule wamrarue mara moja. So mfalme akaona mzee huyo ametupwa katika wale simba na wakafunga. Ulikuwa unatupwa nani wanafunga. They will just come back in the morning to see what has happened. Wapate mifupa hapo na skeleton ndio wajue it has happened. This time round mfalme alikuwa amefanya jambo ambalo hajawahi kufanya. Kwa hivyo alijuta sana. Kwa maana ametupa mtu ambaye amejua, hata yeye mwenyewe alikuwa ameshuhudia kweli huyu Mungu ambaye Daniel anaabudu ni wa kweli. Alikuwa ameshuhudia. Na ameenda ahead ku respect law yeye ambaye aliweka ya kwamba lazima atupwe katika wale simba.
alienda asubuhi, hakulala usiku. Alikuwa na mawazo anakifikiria what has happened. Asubuhi alipoenda wakafungua that den, walishangaa kupata Daniel amelala na simba wamelala tu juu yake. Wamemwekea tu miguu, hawajamgusa. Na walipofungua Daniel akatoka kama anatembea, hajafanya chochote. Ndiposa tena huyu mfalme Belshaza akasema kweli Mungu wa huyu mzee Danieli ni Mungu wa kweli. Tunajifunza nini leo? Nataka kusema kwamba in any circumstance, ukijua unampenda Mungu na unatumikia Mungu, whatever happens, upite hali gani, ukutane na mambo aina gani, you need to stand firm. Hata kama utaambiwa bunduki iko hapa na risasi iko hapa, unatakiwa uwawe ili uache Mungu wako, afadhali. Kumbuka Stefano, anapigwa mawe lakini bado anasema nini? Mungu wasamee, hawajui wafanyalo. Tusimame katika neno na tusimame na Mungu, maana naye atasimama na sisi. Asanteni sana kwa kusikia mimi. Mungu awe nanyi.